Hi guys, hi my beautiful people. So welcome back to another episode, another thing. I'm so happy, I'm super excited because I promised myself that I'll be doing a video each and every time. Like ninawapea something, mnakaa nayo kama 2 weeks, and then now I come back with another banger. So welcome back to my returning subscribers. Welcome back, feel at home. Me wa show that this is us, like mtakuwa mnanisho kenye mnataka niwafanyie. So welcome back, bado sija change jina. I'm Josie Meshi, that is my name. And kama uja subscribe, please kindly do that honor of subscribing, sharing, liking and commenting. Usitake kuenjoy, usitake ku learn something alone, just tell your friend and the friend will tell another friend and everything. So today I'm inviting today I have a visitor. She's my friend. She has been my friend for the longest time, I guess since 2020 there. I'm not sure. She has been my friend. She has been like my sister. So today I'm having her on the show and we are going to discuss about friendship. I just want to go ni kama interview, but an interview with details. Una get? So acha come, she will introduce herself and then we will start. So she's a bit shy, but I know the more tunaendelea atakuwa. So fugeni macho, in 3 2 shiko come. Surprise! So hi, how are you? I'm good. So welcome, say hi to my people. Waambie 1 2 3 and then get to the video. Hi, I'm Wanjiku Irongo. Yes, that's my name. What else? And this one is my sister. Bigger sister. Small. Okay, so welcome to my YouTube channel. Feel at home. Feel nice. Do whatever you wanna do with it. Mess with it. And you follow her kwa Instagram. Unajitanga? Claire Wanjiku. Claire_Wanjiku. Follow Claire_Wanjiku. TikTok Wanjiku. You follow her. Uko na Facebook? Aya, anything you wanna tell them? Wa expect nini? From this whatever, this interview. Good vibes and inshallah. Aya. So I have questions here. Sijui nimeziandika na red print so you can't see them and it's so hot here. So acha let's just tuingie kwa nini kwa the whole video. So Wanjiku, today we are talking about friendship. I have a couple of questions here, so I'll be asking you a question and then now unanijibu. You can, si lazima ujibu like one word answer, si zile maswali za yes or no. Na kuuliza swali and then you unaweza expound in details. Okay, are you ready? Yes. Okay, so topic ni friendship. So the first question is, if a person asks you what friendship is, what can you say? Define for me friendship. Friendship. Mhm. Oh, friendship. Okay. Naongea na sauti. Mtu akuja akuulize what is friendship? Tell me what is friendship. Unamwambia aje? You can explain in Kiswahili, Kikuyu, Kikamba, Kizungu. See, friendships ni kama someone. Ongea. Mimi najua. Unajua. Waambie. Someone mmemsaidiana in general ama In general. Oh, friendship. Raise your voice. Atu sina microphone. Mniombe kindly guys, you pray for me nipate pesa ya kununua hizo microphones. Si mimi mnanisikia? Yeah! Back. Friendship. Okay, friendship. Something ama someone
who can help you, who can be like a shoulder to lean on. To kneel on. Oh, no. Msichana, akili chafu. Okay, mtu mnaweza saidiana. Redeem yourself. Kidogo kizungu hapana. Mtu mnaweza saidiana. Someone who can be there for you. Someone you can count on. In general, that is what I can say. Mtu mwenye mnaweza saidiana. Either male or female. Either. Si bora ni. So nikakuuliza unaweza prefer the male side of friendship ama the female side of friendship? Na collab. Okay. Yes. Sawa, kemoda. So si umesema like you prefer both whatever genders. So unajuanga aje, like how do you know someone is a genuine friend? A genuine friend. How do you know? By the way they express their feelings towards me. By the what will come through for me. You can tell. By the way venye mna communicate pia. And what else? And their sense of humor. Anything else? No, maybe that is what I can say. Okay, let's say you have a friend and you want them to help you money wise. And you don't know if they have money and now unawauliza sasa unaweza nisaidia na so 5 and then akwambie sina. How would you feel about that? Or in other words, do money define friendship? Like the bond that you have. Ni kama uniombe 500 na to be honest, sincerely speaking, I don't have, and then sasa nikwambie hauna, sina, unikasirikie ama uniweke feelings ama uniweke attitudes. Do money define friendship? On my side it doesn't. It doesn't, because okay, what I go for, it's like what you bring to the table. Sasa sizi like for example nikwambie just nataka punch, huna utadu na huna, sio sifai kujam. At first sifai kujam, nafaa ni understand juu unaweza kuwa huna, but kuna ule maybe mwenye anaweza kuwa ako nayo but nikukataa. But kuna ile generously like I don't have. So utaenda kuiba unipe? No. But money doesn't count in friendship. So what counts in friendship to you? To me? Your heart. If you're genuine, just be genuine. And be real. And be real. Usifake anything kunifurahisha mimi mwenyewe. Juu nikikuja juu unanidanganya, nitakuchukia msi. And the tribe in friendship matter to you? No. As long as you are true to me, I'm true to you. As long as tuna vibe, it's okay. Hata kama wewe ni Mjaluo, Mkisii, tutakuwa mimi nataka tu mkale mali safi akona. Anyway, so anyway, so tribe doesn't matter, money doesn't matter. What matters is your heart. That is how you know that someone is real and genuine. Okay. In any chance, have you ever found yourself ama waijipata ukiwa na insecurities kwa friendship? Like let's say waifanyiwa something maybe in your growing up times, and then hiyo kitu ikaku traumatize, so that even sai in your adulthood uko like sitaki kuwa beshte na mtu fulani because something like this and this happened to me and my friends. Have you? I have. So tell me those insecurities in friendship. Like zenye uwaifanyikiwa alafu uko like, guys, I hope this friendship, this bond that we have. Betrayal. Kuwa betrayed. Expound. How's that? Better. Yes. Explain more. Si lazima ikuwe in details that sasa damn. Oh, like sasa in terms of betrayal, naweza sema
for example niseme I've trusted you with something, details more about me, like vitu important kwa the deepest zile ile secrets pia, the darkest secrets nini, so like you just go and betray me nizisikiange na watu wengine na ni wewe tu nilikuwa nimeambia. So that is my biggest insecurity with you. So the moment I fear being betrayed. Like it's just niseme nilikuwa betrayed ama nitasema aje, unafia mtu bite your back. It's like biting, like niwe tu like so I get nimekuja like kwako, I wanted maybe hata advice, but sasa you'll go and spread that thing, but like ilikuwa inafaa kuwa between us, but huwezi keep between us. Any other insecurity? Insecurity ingine ni kuongeza third party in your relationship. If it's me and you, acha ikuwe tu me and you. It's okay, you can have other friends, but don't bring them to our duo friendship. Hivyo sasa naweza sema iwai kuhapenia. Ishai. It wasn't good. Okay. Left out. No problem, hiyo itakuwa uko mwisho kwa swali za mwisho. And red flags kwa nini kwa friendship unasemanga ni gani? Na kama vile kwa relationship unaweza pata mtu anasema if my man doesn't send me money, that is a red flag. If my man hayuko anakuanga online each and every time, alafu hani reply message, like hizo vitu. So what are your red flags in a friendship? Nasema kama niseme ni like seme mimi ndio na opening up, like I can nakwambia vitu, you're the one that mimi tu ndio huwa naongea, but wewe hakuna kitu yako na nitasema, like you don't share hata kama uko na problems, you don't open up, unaona. Maybe kuna mambo zako batari kusema, I guess. Yes, hiyo naiona kama red flag. Na kitu kingine competition. Maybe you see me, I bought like cover ya simu. You go buy the same cover like mine. Like you're trying to be competitive. Nibaie hii tafadhali. Like competition kwa friendship. Like ni kama ataki kukuonyesha like I'm competing with you, but low key anafanya hivyo. What else? Mtu mwenye pia aku appreciate like kama bishti. Inaweza kuwa mimi bishti yako, tumejuana for long, si ndio? So tuseme umeenda ukabai a nice dress. Naomba naona kafiti. So sitaki ku compliment, ni kwamba kafiti, you're beautiful, umeshukwa poa, I love your nails, vitu kama hizo. Ama tu na compliment. Hata like for example umefanya kitu, so you have your own business. You could just want to congratulations, I'm proud of you. Like ako tu like ako ni kama nothing is happening. Ako like anakuzubaia tu, hata haku motivate, ako tu. Those ones only. You have hizo tu mbili? Tatu, I guess ni tatu. Okay. Haya. Red flags zako kwa friendship. Mimi zangu. Wow. The interviewer is being interviewed. My red flags is the moment, like let's say we were hanging out, and then all of a sudden it's like now you're pushing me back, like you don't want us to hang out anymore kama vile we used to do. So that is red flag number 1. Another red flag, ukishinda ukiongelelea mtu wangu, please leave my man alone, please. Like ushaipata mabeshte wenyewe mko na wao, alafu kila saa etisha tuseme mtu wako ni person Z, wako na person Z anakuanga handsome, person Z anavanga vizuri. Yo, I swear to God, I'll just don't talk about my man, please. When we are together, it's me and you. My man is my man, not your man. So that is another red flag. Another red flag ni unanga hao mabeshte wanye they tafuta you when wako kwa shida. Tell me why we are not talking for the past 1 month or 2 months and then now you're there. Hi Josie, I'm hi. Uko fiti? Yes, I'm okay. Unaweza kuwa na bro, I don't have.
There's no way when you're happy you're not looking for me. No, when you're struggling, I'm not saying it's bad to kusaidia watu, but hakuna vile utakujanga tu sasa unataka nikusaidie. Sasa ni uko happy hata ushughuliki, hata ujui kama kuna watu wanaitwa Josie, hata really na jam but sifai kwa nikijam. Relax. Another thing akimi I have, so niko na red flags mingi sana kwa mabeshte. Alafu ushaipata, alafu mtu mwingine ni mtu mwenye anataka kushinda anatumia your weaknesses to bring you down. Una get? Like wewe mwambia na kuanga insecure na kitu fulani, alafu each and every fucking time ako hapo. Oh, sijui. Just leave me and my insecurities alone. Please don't do that. Another insecurity. Another red flag. Unananga hawa watu wenye kama tu yako wakukukopi. Please. Imagine just you can't be me. You just can't. Ni kama tuseme mtu like sasa nitapeana example gani? I had a best friend. Sasa of course kulikuwa na hawa watu wako tu uko nje wako like I admire your friendship. Please admire it from afar. Not this aki nimejam. I didn't want to talk about this. But wale watu yes uko friends na mtu fulani and you're doing your thing here and there. Alafu sasa wako I admire your friendship blah 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 blah. Alafu sasa after admire your friendship mkiwa wawili, no akienda anakutafuta wewe ama the other party. Ako zile za hey mnapendana sana na fulani, pia mimi siwezi mind. I know you mind. Najua unataka kuwa, so hiyo ni red flag. I wasn't supposed to talk because I'm hurt. Na mnipe remedies za kuheal. Another question. What a valuable thing unanisikiza, a valuable thing that you have learned from a friendship, in a friendship. Something that valuable nimelearn. Kwa friendship. Oh my god, kwani okay. Wait, umekuwa na friends wa gani? Wait, kunayo. Tume learn kwa friendship. Any friendship either ya male and female, ya female and female, ya trio friendship, duo friendship. Okay. Nikwambiaje? Kwa sababu umekuwa na friends. Mimi Machos. Nothing. You've not learned anything? Something you learn, maybe I don't know if it's valid or not. To you it is, maybe to me it is not, but to you it is. Mimi naweza sema kulingana venye friendship imenionyesha, just be your own friend. Hebu say it louder. Just be your own friend. Wasikia, like just be your own. Ama if you're dating, acha your man akuwe your best friend. Your best friend. Your friend. Ama okay, uwezi kosa that one person. Unajua your man kuna vitu zimsho. Exactly. Unataka na that one female friend mwenye anaweza ku understand kwa stuff tu zingine. Ana get. Yeah. Na wako na ni wazuri. Acha nisiseme ati kila mtu kama wenye nilikuwa na wao. Kila mtu si nyoka. Si kila mtu si nyoka. They are good friends out here. Nimelearn kuna watu wazuri. Na one thing nimelearn naweza sema valuable kwa ubeshte ni mtunyekaji sasa. Niseme tu vile nitaitoa. Vile itatoka tukisikia kutoa na Kikuyu. Aria toigwe. I value friendship na kitu naweza sema kuihusu. Just be real. Being real. Just be real, imagine. Be real. Just kuchukia like kama huna naelewa na usini backbite. Don't backbite me. Just be real. In short, just be real. And you know, one thing about being real, Neti, even if we fall out,
you won't be hurt. Actually mwenye alikuwa na fake ndo atakuwa na feel guilty. Utakuwa unakaa unasema I was so real with that friendship, so I don't feel anything bad. But now the other party mwenye alikuwa na fake or ali mess around, mimi bado ni honest. Si ni watu wakubwa. Watu wakubwa nikikosea niambie. Speak. Oh my god, I think na wewe nataka uiche. Sasa nakusaidia kuheal. When you talk you heal. True, when you talk you heal. I'm in my way of healing. Anyway, she had asked me a question. Usikie ukamba, the accent asked. Oui. Redeem me. So, something valuable I've learned about friendship. Si friendship zote mbaya. So nimelearn one and two things. Kitu ya kwanza nimelearn be real, vile amesema, being real. Friendship imenifundisha kuwa real. Friendship imenifundisha like you're not going through a hard time alone. Like nimelearn vitu mingi sana kwa friendship, but right now I'm not in the right state ya kujijibu because I'm still healing from a friendship fallout. Sawa. It's not easy. Anyway, something you've learned about yourself in a friendship. About yourself. Mimi. Tumesoma kujihusu kutokana na urafiki. Umeget? Kitu nimelearn about myself in friendship. You're a giver. So what ni juu uko tu. Nilikuwa niseme hiyo ama nilikuwa like is it the you know that answer even wanaje. But yes, I'm a giver. I'm a giver. Mimi nayo heri nijinyime but ni make sure you're happy or my friends are happy. Hata sijifikiria nini. I'm a giver and I'm a gift. Oh my god. And you are a selfless person. Yes. Let's say that. Unanijua, you have known me. I've known you. Mimi hata wakiniambia tuambie kuhusu Wanjiko. Mnataka nianze wapi? Do I know almost everything? Yes. Another question. What can make you leave a relation? I mean a friendship. What's that one reason that can make you leave? Mtu ako jealous of me. You know I live. Yes. Jealousy. Okay. Na hiyo competition, like you're competing with me. Unaona? Na mtu pia ani appreciate, like only motivating you don't appreciate me. Yes. And kuulize, can you leave, let's say you're a best friend, and then sasa of course that best friend mko naye all along, alafu of course nini, we are evolving, years are coming, like tunazeeka, and kila mtu ana approach different directions. Can you do a long distance friendship? Yes, if it's genuine. Na hiyo friendship tumesaidiana tukagrow pamoja. Yes, we can do that. Distance huwa haimati. It doesn't matter in kwa friendship. But kwa relationship? Pia kwa relationship unaweza fanya. It depends. With the vibe. With the vibe. Na nyinyi wawili ndio mnajijua. So nyinyi wawili ndio mtaamua kama itawaka kama haitawaka. So may it be relationship or friendship, you can do long distance again thing. If it's genuine. Ama if you are ready to do it. Na kulingana vile nimekujua ita depend pia kama ina. Na nikuulize, can you leave a friendship if your party anataka mtu wako by force? Not even by force, kama anamtaka. Let's say mimi sisi wawili si tuko na we have a friendship. Tuko na friendship mimi na wewe. Let's say sasa nisipeane example na mimi.
person X. Now person X is your best friend. Alafu you just come, alafu find out that person X anataka mtu wako. Now you're your man. Can you leave that friendship? Absolutely. My man is my man. Why can you leave it? Mbona niache because of my best person X? Mtu wangu ndo anamtaka ama ni X? Ni person X anataka mtu wako. Best friend yangu anataka mtu wangu. Na umefind out. Like anamtaka, actually mtu wako ndo amekwambia na amekuonyesha hadi evidence. Nitaiacha. I'll leave that friendship. Itaishia hapo kwa sababu tuko na boundaries. We have boundaries. Kwa friendship, kwa kila kitu, hadi kwa relationship. Mbona utake mtu wangu? Na unajua ni wangu, mbona umtake? So like nitaiacha tu. Na ni like hiyo urafiki acha tuishie hapo. Na sitamuuliza juu si ni mama ameniambia sio issue. Itaisha tu. Nitakat the bond iende kisha diishe kabisa. Have you ever been in such kind of situation? My lord. Jamani Mungu Baba. See, but of course, yes. How long was it? How long was it? Ni lini yani? Ilikuwa lini? Back in 2020 what? 2025? 2022. Juzi tu si mbali. 2022. Was that Chile your best friend, your close friend? So you people you're taking best. Wanachukua maliza wenyewe. Mnachukua, please. Ushaosha mtu umemweka na kafiti ndio unamtaka. Kindly guys. Tafuta mtu wako, kana mtu wako, achana na watu wetu. If your taste is bothering you, kindly tafuta mtu anakaa mtu wangu, lakini usichukue mtu wangu. But me, let me tell you one thing. If I find you trying to mess around my man, I don't care if ni wewe uko na makosa ama ni my man. Unaua. Takutoa kafara. Don't joke. Mkamba. But imagine, to be honest, if uko na a friend uko nje and unatakanga tu mtu wake, please wacha. It is not good. That is betrayal. Sijai go in that situation, but please wacha. On to another question. In a friendship, like let's say now you're considering, sema hauna best friend, you're considering to uko na friends, sa uko hapo uko, I think fulani can make a good best friend. Fulani can make a good best friend. Fulani ndo unajua uwezi amka useme wewe ndo best friend yangu. What do you look for? What do I look for in a friendship? Ndio ni pandishe mtu cheo. Maswali hizi answers zinazijirudia tu. I look brains. Anafikirianga aje. Wewe ni mtu tunaweza kaa chini na wewe tuseme juzi niko na ido, tunaweza piga beats. Tunaweza fanya nini? Si ati nakuja na niambia twende tunazo sherehe. Twende tukanunue vitu. Tukanunue black ice. Twende tununue viatu like black ice. Alasema for example, like nakuja twende tukashukwe the most expensive whatever. Twende tukatengeneza nails. Twende out like mtu mwenye tunaweza grow. Hata tuseme tunaweza grow na yake maisha. Mtu mwenye anaweza enda kwake nikiwa at my lowest na nisifeel anything, like that is my safe. Na nikimwona naona yeye ni safe place yangu. Mtu mwenye I can call anytime. Ile hata utasikia guilt ya kumcall na yeye ako there to answer those calls. Mtu mwenye ni caring, mtu mwenye ni real na ako honest. Just be honest with me. Siwezi kuchukia na tu ongea ukweli. Mtu ako honest na real. Na mtu mwenye ya mwisho, mtu mwenye anaweza ndasemaje, mtu anaweza inapotea. Okay, ikikujanga does age matter in friendship? It doesn't. Mimi pangu it doesn't, but siwezi kuwa na
best, kama ninaweza taka best friend, sizitaka best friend ako 30. Of course, because you hata tuchezee age yangu 20, kutoka 20 to 29. Yeah. Tucheze hapo sasa. Si like tena sikuwe tena mzee na tena sikuwe mdogo. Juu tena kudili na mtu mdogo ni stress because of the capacity ya kufikiria bado haja grow. But kuna wenye ame grow ni kweli and they are very young. Alafu kuna wenye 30, actually hata tusiende 30, enda 24, 22, 23. Bro, you're just there and you're not thinking. You're just there with your head with nothing inside. I'm not saying I have so much, but imagine just grow, mature up. Like kidogo tu. So many age si issue as long as hapa upstairs tunapelekana hivi na kuna zile mtu mwenye anaweza na basi tunaweza na kwake kuchukua advice na nipe advice yenye ina make sense. Si unaniambia vitu zofala hadi uko like, am I really talking to you like right now? But ushajipata kwa situation yenye you're talking with a person alafu vitu anakuadvise but kitu anatoa uko like, I wish I stayed at my place. Advice because you unasema I know. You give friendship second chances. Like for your case, umeniambia there's that whatever that happened between you and your former best friend, best of best friends in 2022. She did what she did. Let's say right now I could text and then I could like, hi Shko, I think or I feel like we should meet and talk. We rekindle our friendship. Do you give friendship second chances? If I'm done, I'm done. Oh my God. If I'm done with you, I'm done with you. Because okay, when ni mtu nilikuwa nakutrust, right? Ume break that trust. Ume expect me kutrust aje tena. So like if umefanya any okay, kuna zile fallout zenye you can sit and talk. But kama hiyo siwezi kutrust. Siwezi kutrust na mtu wangu, siwezi kutrust na mabishti wangu. Unaona? So like no. Hiyo I'm done. But kama ni unajua kuna zile vitu tunaweza kuwa tumekosania na mtu tunaweza sit and talk and solve and nitampa second chance. Kama ni kitu inaweza mpewa second chance but kama no. Okay, no, so nataka uniambie juu you've brought something. Nataka uniambie those mistakes ama those situations zenye you can't give a second chance at all. Alafu zenye you can give a second chance. Enye sizipeana first betrayal. Ukivunja your betrayal, umevunja trust, umevunja nini nyingine? The bond imepotea, umenibo, so the vibe haitakuwa vile ilikuwa. Unaona? Nini nyingine? Mtu mwenye anani backbite. You're not busy kupea second chance because unaenda na trash talk. Then nakuja unanismailia hapa, nifanya mimi ni bishti yako. Where else wewe ni shetani, wewe ndio nyoka. Wewe ni nyoka. Tuite hivyo. Kitu kingine siwezi peana. Mimi nikiona unatry sana compete na mimi na kuacha tu. Usitaki ukuwe na pressure ya maisha. Hatuwezi compete. Be like do you, I do me. Hiyo siwezi peana second chance. Kitu naweza peana second chance ni petty things. Kuna hizi petty. Kitu siwezi peana. Wewe ni rafiki yangu unasahau birthday yangu. Oh my God. Like aje? Like mimi sikusahau, usiniangalie kama ni. Si wewe sana nasema nakwambia siwezi peana second chance. So mtu akisahau birthday yako. But kama ni ile una simu iliibiwa, hiyo nitaelewa nitakupa second chance. Maybe hauko karibu ama maybe you're not close enough kuambiana happy birthday sana. Hiyo nitaelewa. So kitu yenye naweza forgive na nikupe second chance. Maybe tu kitu moja. Maybe easy petty things. Tumekosania bila. Si unajua tu wasichana. Mmekosania juu fulani amesema hivi. Fulani amesema, yule amesema, nimeanikia kamba zako. Hizo
so we can talk soon. So the petty things you can forgive, but not these major things you can't. Hizi vitu kubwa kubwa never. Okay. Siwezi. I want you, I know you have History. a lot of friends. I want you to give choose a number 1 to 10, 0 to 10. 0 to 10. 5. Okay, I want you to name 5 top most of your friends. Top most of my friends. Kwanzia si number 1, kwanzia Acha number nianze na 5. 5. Na useme the relationship that you have. Let's na describe kidogo. Kidogo tu. I have this girl anaitangwa nani? Nasema number 5. Number 5. Nianze 5 to 1. Okay. Number 5 nitapeana. Oh my days. Okay. How can I close? Okay. I'm just giving you your time. I'm giving you my time. Yes. 5 top most of your friends. 5 top most of my friends. Yep. Brenda. That girl. Ni that one person. Ni that girl naweza mpigia nimwambie nataka thao. Sai natatuma. Ni ule si ati nampigia tu nikitaka pesa. Ni kweli. Like you talk. We talk. Huwa ana come through for me. Na mimi huwa ana come through for her. Nikiweza. Unajua kuna it's a two-way thing. Two-way traffic friendship. She's called Brenda. She's a good friend of mine. How long? Umejuana for how long? Imagine that tumejuana like for last year, September, October, November, December, like 5 months, 6 months after. That is a good one. Number 4, I have who else? She's called who? Sharifa. Huyu ni homie, ni wako kwetu home. We've been friends for like 7 years now. What? Yes, we've been friends like for long. Hata kama wote tuna follow off, tunarudiana hivyo hivyo. We have been friends. Hata yeye wana come through for me. Any day, anytime. And she's yani my G, my guy. Hata kama we don't talk that much, nikitaka tu anything. You can feel free to talk to her. Number 3. Who's number 3? Number 3. Warren. He's my friend. For some time now. For 3 years ago. Pia yeye ni one call away. Na atanisaidia. Anaweza endea advices kwake. We talk a lot. etc. Nani alikuwa amepiga simu? Nani alikuwa amenicall tuka wakati ya kidogo poleni. Lazima tungekata because Izeni Jo. Haya, number 2. Ni 2. Number 2. Unasema Brenda Sharifa Warren. Sasa tuko number 2. Number 2, that other friend I have. Someone tulianza kuongea naye juzi. That guy before we started ni sasa naona sasa ni friend. Before kwa mkubwa. Before mkubwa. Hata like sema jina. Anaitwa Jim. He's also my good friend. Acha niseme hivyo. Anakuanga ule msiwa one call away pia. If you need anything you can call him. If you feel like you want to talk, hata kama ni saa ngapi, atachukua simu to listen. Hata hajali, hata kama yako na mashida zake anaziweka kando. Alafu anazisikiza. Yes, tuseme pia yeye huyo. Number 1. My sister. Hey jamani. Mungu baba. Imagine niwaambie. Let me just tell you guys, just be good people. I mean, kwa Kikuyu inasemangwa mwana mwega dagaga muthabia. I don't know something like that. Tabu talk about her. I say majina. Josephine. Hi guys. Nampenda. Nakupenda pia mimi. Nampenda tu. Siwezi explain lakini huyu maiji. Ndio niko. Yeye ndo anabamba. Hata mkinikata. Mkijifanya mde story zangu. I have one that I had fun. Huyu tunafanya the craziest of the craziest things together. Crime partner. Huyu. Since
2019 I was in school, alikuwa shamaliza shule. I'm still a baby, very naive. Tuka fall off, because of some reasons zenye we can forgive. Hizo ni vitu petty. Hata sisi tulikosana baby, tulikosanishwa but it's Alisha sasa ni wanoma mwenye kutukosanisha tuka cut off. Na kaenda hata tujui anakuanga wapi. Imagine you cannot break the bond between me and Virginia. You can't, because it's imekuwa hapo for a long time and you can't come here and tell me Shiko alisema hivi na hivi kukuhusu alafu nisikize. I won't listen to you. I'll go back to her. Niliambiwa hivi na hivi na fulani. I won't sugarcoat. Alafu tukupige. Tukuingisha kwa mtazo. Imagine you just can't come here and break a bond yenye umepata. Ina ni ngumu. And she's helping me heal from a fallout yenye nimekuwa nayo na my former best friend. Jamisha tunapigana. Tunamtanga juu. Ni kweli. Of course, hakunanga nini relationship yote yenye ina ups and downs, even friendship, relationship ya male and female. Aya, so sasa sija explain hapo. Sasa yeye just feel here my sister. Ni sister yangu like ara sijui hiyo jina kutoka wapi? From Mukambani. Ana kwa sister. Nasema hata nikienda place ni sister yangu mdogo. Like watu wanajua sisi ni relatives. Si relatives. Ni venye tu hatujazaliwa na mama mmoja na baba mmoja, but she's my sister na nampenda. Na sasa huyu naweza mpigia nikiwa anywhere. Naweza mtext kitu yoyote nikiwa anywhere. Na mumbanga advices ananipea. Imagine, and I'm young. Like ule msetana na open yanga kila kitu. He knows me in and out. Oh my days. Jokes. Huyu ndo anjonga sana. Huyu. Mkitaka information yote mkuje tu na pesa at affordable. Na umeta mniwekea hapa bunduki, just kill me because I'm not telling you shit. Haizi kuambia hivi. So ndo nampenda na ni true. Na she can keep a secret. Kai. Hey. Yes. So guys, nisiendelee. So guys, it was nice having you. I wanted her to talk about that experience. Are you okay talking about it, the betrayal part? Yes. Okay, talk. You have the platform. So kulikuwa na actually the same story, but two different girls. It happened to you but na watu wawili. Wote walikuwa beshti wangu, my best friends. Wale kitu cha kwanza una get. So kulikuwa na usiwataje name. Person X. Sasa chata tunaanza na X. X tulikuwa tunasoma wote tulikuwa tunasoma nao the same high school. So X tukamaliza hiyo X ndio sana. X tukamaliza naye high school. So tukimaliza high school we'll part ways. Utaenda huku mimi niende huku. So mimi nikakuja Kirigiti. By good luck nilimaliza form 4 nilipata job nikakuja. Nikakuja and yeye alikuwa tu still home and me I was here nikijaribu kumtafutia kazi at least hata atoke home. Best friend yangu nataka tu omoke. So by the time nampata job alikuwa amepata mtu anaweza mlipia college Thika. Akaenda Thika kufanya kazi ya nails actually. So akamalizanga. Kumaliza call akaniambia amemaliza. Nikamwambia ni sawa, nikisikia place kuna job nitakwambia. Nikapata place anaweza kufanya job Kiambu ya nails. Mimi na huyo mtu wangu, so my guy, my ex-boyfriend. Mimi na ex-boyfriend wangu nile pesa tulikuwa tumesave tukatoka huku Kirigiti. Mtu wangu akatoka shule, alikuwa shule that time. Akakuja tukatoka Kirigiti tukaenda Msupa hadi Wetevia, alikuwa ni Wetevia. Tukambebesha vitu, tukamlipia fare, tukamleta hadi huko sasa kwenye naishi. Ndio apate job. Yes, ndio ainanga job akitoka karibu, juu fare tu ni Mbao. From here to Kiambu. Yes, and she came and we started living. So you know my girl atakuwa anakuja ananitembelea. Of course. So maybe the girl alikuwa na feel vibaya. Ndio kijana alikuwa ameiva. Pia unamjua. Ameiva guys, ex wake. Mkeki. So maybe the girl alikuwa anamtakanga chini ya maji na hatujui huyu person X. So pilika tu kuna this one day nikaenda home
Hiyo time nilikuwa na simu mbaya sana, ilikuwa inazima zima. Naijua. Oh my days. Sasa nikiwa home, Mungu ni mzuri, nikamwambia nimefika home na simu yangu inazima. Na alikuwa anajua simu yangu inakuwa mbaya inazima zima. No, the person X or the guy. Na person X na mmoja kwa nyumba kwangu anajua nimeenda home. Tell me why ana text X. Anamwambia ati sijaenda kwetu, nimeenda kwa X na simu yangu imezima. Oh, so now sasa X mwingine. Sasa unaona sasa ni boyfriend. Sasa nimeenda kwa ule X. No, the first guy. The first guy. Wow. Okay. So maybe the next morning naamka napata X like my boyfriend text. Akaniambia sijui mbona huyu person X ananishow hivi na hivi, anatumia screenshots. Naona ametumia evidence. Niko like na ujue, alafu hiyo siku nikaa tu God and nikaliambia mamangu asaidie simu nipigie mtu. So nilikuwa napigia the boyfriend. Niambia simu imezima bla bla bla, tutaongea kesho good night. Ana situation na simu yangu. Alafu the fact that ushapiga simu. Na amesikia niko home na nipigia mamangu. Una get? Girls. I know. Girls. So hiyo ni aibu unajipelekea. I know. Alafu mwenye unaambia anajua. Clearly you're lying, girl. You're lying. I know, right? So so nikatumia evidence na nikakuja home. Mimi mimi ni ule mtu siwezi kuambia nikosea. Utaweka na sikuonyeshangi by the way, niliweka tu kwa roho, but nikajua wewe you're not my friend, nyoka. Na akatry several times hadi kuna place kupata mtu wako. Kuna place ilifika jana akaniuliza kwani tuambia huyu beshte yako. Alikuwa anafanya tunako sana kwanza. Hiyo ni one. 2 kuna person Y. Huyu naye pia the same nikampost kwangu. The hoster of the hostess test. Msichana mkitaka kuwa hosted, call her. She will host you each and every time. Hata ukiwa na familia, call her. She will host you. Mind you. And that is now your weakness in friendship. I know. Hata si weakness na bado ni strength, but watu wengine wanaitakingi advantage. Akapata alikuwa boyfriend yake akapata ball. Boyfriend yake akamkataa. Sasa mtu mwingine. Sasa person Y. Akanitext tu mimi mzuri. Kamwambia kuja tushikane. Njoo kwangu. Kwani iko nini? Njoo nitakuweka. Na nikamtafutia job ya hoteli, alikuwa alipa 400 per day hapa Kiambu still. So dem kakuja, so still ule nilicut off person X kwa person Y. Person Y amekaa amefanya job siku kadhaa, unaona ako na ball. Tell me why. Sijui kwa nini namba ya mtu wangu. Niyo sijui. Nibadi wa leo sijaelewa watu wako. Maybe alitoka simu yako kama umelala or something. So this day, mimi nimemhost that period na kona ball. It's okay, it's fine. So this day nikiwa job, yeye alikuwa I guess home, alikuwa off. Tell me anatiana prank the so called boyfriend. Atakimwambia, "Hi, mimi nakutakanga, I would like us to date." Chill. Ana date aje na hadi akona mimba kwanza. Na pia the boyfriend anajua. Boyfriend wangu alikuwa anajua beshte yako akona mimba na hiyo mimba ni ya mtu wake na mtu wake hamtaki. Okay. No, also tell me why my man anamwambia it's okay. We can do this chini ya maji. But V asijue. Guys, we shall continue. Si kwa leo. Say goodbye. Tutaendelea. Acha tumalizie story na bamba. So like now your man has the guts and the audacity ya kusema you can do this. So pia chali yako alikuwa anamtaka. Sasa wait. Akamwambia hivyo na iko chini maji dem akamwambia ni sawa. Alafu that Sunday ilikuwa na Saturday. That Sunday tulikuwa tupatana na mtu wangu nimpeleke kwa home. Sasa akamwambia juu tunapatana na visa 8. Tunaweza patana na mapema before tupatane na V. And the girl was like, it's okay. Na huambi? Na niambi. Especially in the same roof. I'll swear I will katakata you. Mimi bado niko job. Tell me why udemba sana anatumia screenshots za venye wameongea na your boy. Tell me why anatumia screenshots. So ndo usikie vibaya ama ndo tuachane na kijana. Okay. Akantumia nikamwambia what is the meaning of this? Akaniambia I was pranking. Nikamwambia why were you pranking him? And first of all, where did you get the fucking number? Nikamwambia na namba ulitoa wapi? Akusema hiyo text akurudishanga. Mbona mprank? Nikatext sasa huyo hata huyo kijana nikamtumia hizo screenshot. Nikamwambia what is the meaning of this? Tell me
kama this guy and show mnishikilia nisikufe, ananiambia ati ati babe I'm sorry, sikuwa nataka nijamie jeni beshta kama so mimi ni jam mimi ndo so mimi ni jam. Dem yako ni jam lakini friend wangu asijam na asimchukie na asimchukie, so mimi it's better mimi nikuchukie than huyo dem akuchukie. Okay, now this is getting juicy. I was like okay, alafu tena bado wana text na huyo msichana person why relax. So ati anaambia huyo dem naona vi amejam tu sana na mimi simbembelezi. Chill, and you're in my house. I know. Ati naona amejam tu sana hata simbembelezi, akacha kujam ata text. Chill. You are in my okay. Na huyo dem tu bado anaendelea kumtumia screenshot, niendelea kujiua. So mimi nikatoka job nikakuja nikamwambia like you mbona why did you do that? Mbona ulimprank? Na unajua men vile tu wanakuanga. The fact that uko na ball pia unataka tu my man. Exactly. Kwani hata unihurumi na nimekuweka tu huku kwangu. And I'm not even asking you for anything. Hiyo pesa unapata ni kubebesha mtoto wako manguo. Unaona? And she was like, no, I was just trying to see kama anakuanga loyal na wewe. I was just playing around with him. Just leave my man if he's cheating. Mbona una play around with my man? Exactly. Mimi nime play around with your man? No. Sijai hata kujua naitangwa nani. Hata sijui yako wapi. I know. Akaniambia I'm sorry, mbona unajuaje? Kesho pack your things and just go to that boyfriend of mine. Exactly. Simetaka kucheza chini ya maji. Sasa mcheze chini ya maji. And then mcheze juu ya maji na nikijua. Tell me why then week jana ananitext tena anaanza kuniambia oh sorry nini please talk. Take your stories to me. I was so done by the way guys, I was so done na nilikuwa nishachoka weekend. My friends wote ni manyoka na walikuwa wanataka mtu wangu. Huyo mtu ex wangu sasa no. Wewe sasa ni wao nilimwachia batata hawaku date. Oops. Mmoja hakuna mwenye alidate kati ya wao. He lost two things. Alilose watu wote na kalose the girlfriend and the so called mwenye anataka date. Yeah, so ninasema ukiwa hata ukipata best friend entitle atakuwa kuingia na mtu wako sana, asikue na namba ya mtu wako. No, mambo yako na mtu wako ni yako na mtu wako. Na kitu kingine nililearn, usi overshare vitu zako na mtu wako na best friend yako. Kuna ule mwenye haezi kuna ule akutaki mazuri na kuna ule mwenye ako jeni na ako sawa. But don't overshare. Hata mkiko sana, ebu solve your things with your man. Don't include third party. No, unaweza kuja Yesu niombe advice na nitakupea advice. But usi like ati talk pita. It's fine. Ati ebu ongea na mtu wangu umwambie hivi na hivi na hivi, no. Usiwahi jaribu kufanya kitu kama hiyo. I don't know why I'm laughing. I know. Yeah. She has mentioned the name of my guy. Yeah. And like, it's very okay. Ati like so unaona mmekosana like shika hii namba ongea na umwambie hivi na hivi na hivi na hivi. Oh my god, mama nani nikutaka kutaja. It's fine. Okay, unaona hivyo usiwahi include that party kwa mambo yenu mkiwa wawili. Na nyinyi ndio mnajua what you do behind the closed door. Other things you're planning, don't say until it is tomorrow. Ikishakuja ama mkishakuwa na ile kwa mkono, share it. That is a good one. Guys, I hope you've noted it somewhere. Hata kama ni sister in law wako ama ni nani brother in law, brother sister, don't, because watu wanakuanga jealous. Ni kweli wanakuanga jealous na anaweza kuwa so jealous akiona you're prospering, you're happy. Hakuna mtu anataka kuona watu wakiwa happy. Ni kweli. Na kuna that one person tu mwenye haizi taka kuona ukiwa happy for the rest of your life with that one person. And of course kuna wale watu like of course mko na friends wenye maybe your life is okay but them they're not okay wherever they are. Maybe walipata watu out of wedlock, maybe waliolewa wako in a violent relationship ama marriage ama whatever, so they are not happy with your progress. So just keep it low, lay low, just do your things with the genuine people that you know. Not everyone again, not everyone is genuine. And yeah, don't. Last words before we close it up. So guys,
let's say your last whatever's. Last whatever nilikuwa nataka kutoa experience yako msee. No, I'm not today. Okay, it's so hot. Tutarudisha. Yeah. We will come. Utaniandikia tu maswali. We will come now. You ask me. After how long? Nikupe break ya how long? Some weeks, man. So next month. Okay. So guys, it was nice having you. If you have not subscribed, kindly Subscribe. do so. Like, share, comment. And I love you guys. It was nice having you guys. Now I love. Mwah. Bye guys. Acheni awambie bye. Bye. If you will see, again. if you see this in the morning, good morning. If you see this in the afternoon, good evening. If you see it in the night, at the night. Good night. Good night. I love you guys. Mwah, mwah, mwah.